huna furaha ya kwenda nyumbani kwa Bwana, unajisikia hali ya ugumu kutokwenda. Wewe unajua umewekewa mipaka kwenye moyo wako, umewekewa mipaka ya nje kwamba usiende kukusanyika na wengine kwa ajili ya kumwabudu. Anasema nalifurahi waliponiambia twende wapi? Nyumbani kwa Bwana. Alafu hiyo furaha huwa inatoka kwa Roho Mtakatifu. Ngoja tukamwabudu Mungu, tukampe ibada Mungu wetu. Na ndio anasema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Na ukashindwa kumpa Mungu ibada, umemzuia Mungu asikuhudumie na wewe yeye, na yeye asikuhudumie wewe. Anahakikisha mlango wa kuabudu kwa Mungu Baba unakufa. Kuabudu kwa Mungu Baba anahakikisha mlango unakufa. Sikiliza, anayesababisha mlango wa kuabudu Mungu Baba usife ni Roho Mtakatifu. Aliwashukia wakamiminiwa kwa wingi, ibada ikazaliwa ndani ya mioyo yao ya kumadhimisha Mungu. Unahitaji kujaa Roho Mtakatifu. Huwezi kumadhimisha Mungu bila Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayevunja mipaka ya kuzuiliwa, mipaka iliyowekewa na Ibilisi kwenye ibada. Roho Mtakatifu anaivunja, na wakaanza wao kumadhimisha nani? Kumadhimisha Mungu, maana kumhimidi Mungu, kumshangilia Mungu. Ikaanza tu ndani mwao automatic, wakaanza kufanya hivyo. Ibada ya Petro ya kufundisha habari za Kristo ikaishia pale, watu wakaendelea kumadhimisha nani? Mungu. Ila alichoamua tu akasema kwa watu wa mataifa hawakufundishwa, hawakufanya mazoezi ya sifa, ila Roho Mtakatifu aliwawezesha ndani yao kumwabudu Mungu, kwa sababu ameondoa mpaka wa ibada. Rafiki yangu, hebu jiulize, sisi tuko nyuma sana sisi. Wewe kuimba hata kucheza tu, hata kuimba tu, hata kucheza tu, mpaka wakupige hamasa kubwa huko mbele, waseme fanya. Jamani, haitakiwi hivyo. Hao walipigiwa debe. Habari ya kujisikia misisimuko ya kucheza, ya kushangilia, inatoka kwenye mito ya chemchemi ya Roho wa uzima ndani yako mwenyewe. Yeye ndiye analeta bubujiko ndani, ila wewe umewekewa mipaka, na ndio maana unashindwa mpaka wakuhamasishe. Ilikuja moja kwa moja, mvunja mipaka. Roho Mtakatifu aliwafanya waabudu, aliwafanya muadhimishe. Hao walikuwa wa mataifa, lakini alipokuwa anaweza habari za Yesu anayesamehe dhambi, anayeokoa, aliwafia, aliwapatanisha, aliwanunua, mpaka na kiu ya kusikia. Ile kiu aliyokuwa nayo Roho Mtakatifu akawashukia. Petro akaanza kuona wameanza tu wanena kwa lugha, imekuja automatic ndani mwao. Yeye ndiye anayekamata midomo, anakamata midomo yako, anaifungua midomo yako, anaweka lugha ndani yako, halafu anaanza kuadhimisha. Lugha za Roho Mtakatifu ni lugha za sifa pia. Sema amen. Sema amen. Ni lugha pia za kutumika kuadhimisha Mungu. Na Samuel na wana wa manabii walikuwa pamoja nao wanapofanya ibada, maana alisema wakamkamate kwenye ibada. Sauli hakuheshimu hata ibada inayofanyika pale. Hakuheshimu, alichojali tu kumkamata nani? Daudi na Samuel wako kwenye huduma kuu ya kumpa Mungu nini? Manabii. Tunaelewana? Wako kwenye huduma kuu, wanampa Mungu ibada, na Roho wa Mungu akiwa katikati yao, muondoa mipaka ya kumpa Mungu ibada akiwa katikati yao. Yeye akafikiri ni jambo la kawaida, akasema watu nendeni mkamkamate. Wale watu walipofika pale, wana lengo la kumkamata. Biblia inasema nao Roho Mtakatifu akafanya nini? Akawakamata wao, nao wakaanza kumadhimisha nani? Mungu. Hebu jiulize, Daudi aliangalia moyo wa Samuel, aliangalia moyo ya wana wa manabii, akasema na hao wanaokuja, ninyi mnaniabudu mimi, kwa hiyo kwa sababu mnaniabudu mimi, na hao nao na wakamata na waingie kwenye ibada. Leo unakuaje? Ndio mjue tuko nyuma sana sisi, tuko viwango vya chini mno sisi kwenye kumpa Mungu nini? Ibada. Maana shuhuda za wengi nilipokuwa ibadani nikakamata, ili pia tuwezeshe kumpa Mungu nini? Ibada. Wewe unachotakiwa ni maandalizi ya ibada kwako, halafu na kumtaka Roho Mtakatifu akuwezeshe kumwabudu yeye, kumpa Mungu ibada. Ukiongozwa pamoja na yeye, atakupa na maneno ya kuyasema. Aliwapa watu wa mataifa kwa Kornelio maneno ya kumadhimisha Mungu, aliwapa ya kuyasema. Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani mwao, aliyemwagwa kwa wingi ili wamhudumie Mungu ibada. Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kukemea tu mapepo, sio tu ya kuombea wagonjwa tu, ni kwa ajili pia ya kumpa Mungu nini? Ibada. Anakuwezesha kumwadhimisha yeye. Kumbuka alikuwa ndani ya tumbo, tena alikuwa kwenye chupa ya maji, anaumbika mwili. Lakini Roho Mtakatifu alivunja mipaka. Anapoingia Mariamu, huku ndani Yohana aliona
aliona kwamba ameingia mtu asiye wa kawaida, anayeabudiwa, anayetakiwa kushangiliwa, aliyebeba ujumbe wa Yesu Kristo. Ameingia ndani, tumbo likazuia, alikufanikiwa kuzuia yeye kumtambua, akamtambua angali mtoto mdogo. Sema amen. Kuabudu Mungu, hata watoto wadogo wanaabudu. Biblia inasema hata miti na maabudu, hata maji anapiga makofi. Imeandikwa hivyo, hata maji anapiga makofi. Hata Yohana alipokuwa ndani ya tumbo alimshangilia yeye. Wewe unakuja ujisikii ibada. Kwanza kwa kawaida ilitakiwa tulikuwa tunaabudu sio tu mpaka Jumapili. Ilikuwa tunatakiwa hata kila siku tumwabudu Mungu. Tupe Mungu ibada. Wenzetu kata la kwanza ndipo walipofanya. Maana huku ndani kulikuwa kuna maadhimisho Mungu. Wanajisikia kumwadhimisha Mungu. Wengi mmezuiliwa magonjwa kupona kwa sababu kiwango cha kumwadhimisha Mungu ni kidogo. Halafu kina mipaka. Unakuja kumwadhimisha Mungu na machungu, unakuja kumwadhimisha Mungu na huzuni, unakuja kumwadhimisha Mungu na chuki na watu, unakuja kumwadhimisha Mungu una madai. Hivyo umewekewa mipaka. Unakuja kumwadhimisha Mungu una misamaha, umewekewa mipaka. Giza limeweka mipaka. Na ndio maana adui chochote. Wenzetu walipomwadhimisha Mungu, adui alishindwa kuwakamata. Wao waliona amani duniani imekuja. Na ndio maana waliimba habari ya amani. Wewe unapoimba, unaweza unaimba tu hata huoni Mungu anaenda kufanya nini. Ibrahimu alipoona mke wake tumbo limekufa na yeye mwenyewe ameshakuwa mzee, haiwezekani tena, lakini alikiona ahadi, Bwana akamfufua ndani. Kwa lile neno la ahadi, akafufuka ndani, akaanza kufanya ibada ya kumpa Mungu utukufu kwa njia ya imani. Ukianza kumwabudu Mungu hivyo kwa kuona kilichoko mbele yako au anachoenda kukufanyia Mungu kwa kushangilia, hata kama hujakiona kwa macho, unamfanya Mungu aketi pamoja na wewe kwenye sifa. Na unamfanya Mungu hata akuhudumie na wewe, kwa maana wewe umemhudumia kwa yale aliyokuahidi, kwa yale anaenda kufanya kwako. Kwa moyo mweupe na shangwe, malaika walishangilia, atukuze Mungu juu, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Maana walitamka amani kwenye nyimbo zao kwa watu ambao Mungu hana madifu nao, amewapendelea, amewapa zawadi ya mtoto duniani. Hivyo kwao ifanyike amani. Yesu Kristo ni mleta amani. Amani duniani ilikuja kupitia Yesu Kristo. Ndio maana malaika wakaja kuimba duniani, kutekeleza amani duniani. Ndani ya Yesu Kristo tunapata amani, tunapata uzima, tunapata ushindi. Kwa hiyo wakaanza kuimba, wakaimba. Maana siku wakati hata praise haikuwa. Alidai Yesu wako hapa. Wengine wako hapa waliopona huko. Mbona hawajaje kurudisha utukufu? Wengi mnataka kupokea uponyaji, lakini kurudisha utukufu wa Mungu hamtaki. Watu wangekuwa na nia ya kurudisha utukufu wa Mungu, wengi wangesema, "Halo, ibada hazitoshi. Za kumpa Mungu sifa tuongeze." Lakini kwa sababu kuna mipaka, hivyo vitu hamwezi kumkaongea. Sababu kuna mipaka kwenye mioyo. Musa alipoona mikono imechoka, wakatafuta na nyenzo za kumshikilia. Mikono isizuilike kuinua utukufu wa Mungu. Mikono ni ishara ya ushindi. Unapoinua mikono mbele za Mungu ni ishara ya ushindi, kwamba sisi ni washindi. Shida Mungu anataka watu watakao Mungu katika roho na kweli, wakiongozwa, wakizitaja kweli za Mungu, kweli za Kristo ambazo alizifanya msalabani kwa ajili yetu na ukombozi wake. Halafu wakiongozwa na Roho Mtakatifu, atafanya makuu. Kadri anavyompa kwa wingi, ndivyo na Mungu atakapotoa kwa wingi. Agano la Kale walikusanyika asubuhi kila siku wakimpa Mungu ibada ya sifa. Na jioni napo walikusanyika wakimpa Mungu nini? Sifa. Sifa. Iondoe hiyo mipaka kwako. Msifu Bwana. Na unapomsifu hakikisha umeiondoa mipaka. Na unapoiondoa mipaka, utamuona Mungu akikuhudumia. Hata siku ya leo kuna uwezekano watu wakajazwa Roho Mtakatifu, akajiona tu amejazwa Roho Mtakatifu kwenye sifa. Wewe mwenyewe tu kaona umejazwa Roho Mtakatifu. Wenzetu wa Agano la Kale walikuwa wanatembelewa na wingu. Wakati ule ilikuwa inavuruga hata ibada, haiendi kama inavyotakiwa iende, kwa sababu wingu limekamata nafasi.